Hey yo, what's up people? It's your guy Kimanzi 001 and this is the podcast. Kumbuka tumeanza podcast kwa ajili ya ku-inspire na kuinspire watu wengi sana kupitia life journey ya baadhi ya role model ikiwemo wasanii, politician, business people, entrepreneurs, ili kwa njia moja nyingine wewe kwa nyumbani unaulizaga huyu jamaa amefanikiwa vipi, ama labda huyu dada amefanikiwa vipi. Tumeleta podcast ndani ya mji wetu tunaopenda sana, incoming Mwingi City, na itakuwa tunaongea na watu kadha wa kadha ili na watu ambie siri ni gani. Na tumesema 2026 tunajua siri ni God tumekatika, tuambie hizo siri zingine. Hivyo basi tutakuwa tunakuletea podcast story nyingi sana kuhakikisha kwamba kwa njia moja nyingine unapata story, na tutachanganya lugha, tukanena Kikamba, tunene Kisungu, tunene Kiswahili na tunene Kichina. Juu Mwingi we own a Chinese basement, Mwingi we own a Mzungu basement, Mwingi we own a lot of things. Hivyo basi jioni ya leo tuko ndani ya podcast, tuko na msanii mmoja ambaye amefanya vizuri kanda ya Mwingi na nje ya Mwingi. Ile inaitwa Mwingi with his surroundings. Kwa njia moja nyingine kuna mtu anajiuliza na mimi ule msanii how anafanya aje afikia hapo, na ama ni siri ni gani? Tuko naye hapa jioni ya leo, atuelezee safari yake ya muziki, atuelezee safari yake ya maisha, atuelezee one and two, ili kwa njia moja nyingine kama unataka kuanza music ama kama unataka kuanza biashara kama yeye, unaweza kukua kwamba tumekuletea story yake karibu, challenge amepitia. Msiseme tu mtu etio amefanikiwa mkadhani ni rahisi. Hivyo basi ladies and gentlemen, this is Kimanzi 001 and I'm here with J Lava Babe. J Lava Babe. Ukipenda Mwarabu ama Lavosu. Yeah. Nimezisikia kwa nyimbo Lavosu hiyo. Nzuri hiyo. Mama Mwarabu. Nzuri. Guys, tuko na Mwarabu, na ukiangalia guys kama ukiangalia tu amepiga look ambayo ya Kiarabu, amepiga pale koti la kisultan. Mama. Kwa wale ambao wanajua Sultan Ahmed. Sultan. Sasa tuko na sultani wa Mombasa. Napiga vitu kama hivi. Na wewe ndo sultani wa Mwingi ama? Tuseme. Kana no ondoa lava. Mimi napenda sana kufanya kinachonifurahisha. Okay. Waga siangaliage mtu atasema nini au atanifikiria nini. Kweli. Bora kitu nimekipenda. Au labda kinanifurahisha mimi. Okay. Je, tuongelee kwanza kabla tuingie ndani ya usanii wako. Tuongelee background yako. Tuongelee jina. Ile jina lilikujaje likakuja J Lava Baby? J Lava Baby. J Lava Baby ni jina langu mwenyewe. Limetokana kwenye majina yangu. Okay. J ni imetoka kwa James. Okay. James. Yes. James. Lava ni na jina la ukoo. Lile ambalo mnaitwa lile la utani lile. So utani. Jina langu kabisa. La kuzaliwa. Lava, jina la kuzaliwa Lava. Mwendwa. Koneka. Mwendwa kulava. Nzuri sana. Ile ni kuichora ile, kwa sababu kwa njia moja nyingine nimesikia katika industry ya music jina linasaidia talent yako, ama jina linasaidia kutoka kwako. Kwa hiyo J Lava ni jina ambalo limekita sana kwenye ground, na tunashukuru. Labda tuongelee, sina hakika na hicho, lakini jina mi sijui. Unajua kwenye kukubalika kwa muziki, sijui mashabiki wanaangalia nini. Okay. So siwezi nikasema jina. So jina niwe mwenyewe kulitengeneza. Okay. Kwa likiwaingia watu basi. Vizuri sana. Labda tuongelee, tunatambua na sofa community ya Mwingi inatambua kwamba unafanya vizuri katika music. Je, wewe ni umezaliwa na kukulia Mwingi ama umetoka Uarabuni tu ukakuja kwa Mwingi? Mimi kuzaliwa mimi nimezaliwa wapi? Mombasa. Mombasa. Kanda ya Pwani. Mambo ya 001. Kulia Mombasa.
Ndo mwisho wa siku nikaja kijijini. Village. Huko pande ya Migwani. Miwani. Migwani. Kweli, Kwa mi ni mzaliwa wa Migwani. Miwani. Okay. Nzuri. So kasomea huko na nini, kufanya mambo mengine. Baada hapo sasa nikaingia kwenye kutafuta maisha. Kwenye kutafuta maisha ukaanza kuingia kwa muziki. Nini kilifanya kuingia kwenye muziki? Sababu tuseme ni kitu nimezaliwa nacho. Muziki umezaliwa nacho. Muziki ni wa kwangu mwenyewe. Ukiwa primary ulikuwa na so eti ni kitu cha kujipamba au cha kujiweka mwenyewe eti nifanye kisa watu wanafanya. Muziki ni wa kwangu mwenyewe, sababu hata wakati mwingine nikikaa kama sijatoa nyimbo kuna hali fulani inanikutaga. Unakuwa sasa yani una amani. Unalazwa. Sijui yani na umauma vitu vile. Kwa wale yako na wewe unalazwa. Ingekuwa si hivyo mimi ningeachaga hata nyimbo. Ningeachanga kuimba. Tukiongelea swala la muziki. Muziki tunaangalia ni ina type of music. Labda what type of music do you do? Currently. Mara nyingi mimi najitaga mchanganya mafaili. Unachanganya faili? Nachanganya mafaili sana. Makinya. Yoyote inanikuja basi mimi naipiga. Yoyote inapita kushoto mimi naipiga. Umefanya tuseme ulianza usanii mwaka gani ama labda 2018 ndo umeanza msanii na nyimbo ya kwanza nilirecord 2018. Kwa kuwa umesema unachanganya mafaili. Tuongelee toka 2018 umeimba mafaili ama type ngapi za music? Nilianzanga na bongo. Bongo, mambo ya nani bongo yale. Nikapiga na nini. Ikatokea mwanangu fulani akanambia sasa wewe hizi nyimbo zako unazoziimba wewe kwani hazinaga salamu? Bongo haina. Bongo haina, lakini unajua bongo inaanga mambo haya. Lakini kuna mtu ambaye Diamond ana salamu anajua kama ile anachukua anaweka Kimanzi 001 kwa namna fulani kwa bongo. Sasa nikajifikiria sasa nadhani nyimbo ya kwanza ya Mbenga sasa nilipiga ya mheshimiwa hapa Mulungi. Gideon Mulungi, Bungi Central. Ndio ilikuwa nyimbo ya maana kabisa, nyimbo ya kwanza. Kwa diwa kwambe, Wambenga pina. Wenie Mulungi, Mbenga. Ilikuwa nzuri. Sasa wakati niliimba, jamaa akaniambia ndio penyewe. Nzuri hata producer mwenyewe anaitwa Hosea. Ni wabika. Akaniambia hapa ndio penyewe. Ndio. Sasa tujikite kwenye ni Alandi. Sasa mimi nikajifikiria sasa baada hapo ndo nikatoa Jeni. Jeni. Nyimbo ilikuwa nzuri sana. Jeni mwanamke. Jeni mwanjeni. Kele tukanengo kweta. Tena nyeni na huzuni. Nenge wazia kungota. Kwa ilikuwa oya. Ingia kwenye YouTube. YouTube ni J-Lava Baby. Unaweka dash Mwarabu. J-Lava Baby dash Mwarabu. Ingia kwenye YouTube. Mtazama Jeni. Wataionea kule. Ndo ilikuwaga sasa tuseme ndo nyimbo yangu ya kwanza ukiweka pembeni ya Mulungi. Ndo nyimbo yako ya kwanza Jeni. Na kuna zingine nyingi. Mbenga sasa. Na kuna zingine nyingi. Labda tuongelee njia gani unatumia kuandika music ama labda ni inspiration gani inakupa katika utunzi wa music? Sasa mimi napataga nyimbo wakati wote tu. Okay. Yaani hata unaona wakati nimetulia au wakati labda nina mawazo sana. Labda kuna mambo fulani yanatindinganya. Haendi sawa. Kwa huwa napata nyimbo mara nyingi. Kwa mimi hata sijui hata mwenyewe nyimbo zangu zinakuja kujeje. Lakini najikutaga hata kama natembea nini nafanya chochote inakuja. Nasikia tu nyimbo basi naingia. Na katika music nadhani katika music kuna ile inaitwa collaboration. Labda kwa hizi nyimbo ambazo toka umeanza kuimba kuna collab ushaifanya? Kuna moja ilifanyanga mwanangu fulani. Mwanao kwenye angle gani? Kwenye angle ya mwanangu ni kama mshikaji yani. Mshikaji fulani. Ni mkubwa kimuziki kwako ama ulikuwa unamkuza? Alikuwa mdogo tu. Tulikuwa tunakuzana wenyewe. Sasa mwenyewe anapiga gospel. Alafu mwenyewe alikuwa anajisikia mbona hiki naweza nikakifanya. Kwa nikamtumia nikamcheki mwanangu nikamwambia bwana nina idea hivi na hivi. Hebu sikia iko aje. Sasa akaniambia tunaweza tukapita na hii. Kwa tukaifanya. Kwa hiyo wewe ilikuwa gospel. Kwa hiyo una Uarabu wote huu?
Umeshaimba gospel kabisa, nyimbo ya kumtukuza Mungu kabisa, wala nzuri. Tuongelee swala nzima la hiyo collaboration. Umesema huyo mko level moja, labda ushapiga collab na msanii mkubwa ama labda una mpango wa kupiga na msanii mkubwa? Sijawahi. Na kama itatokea naweza nikafanya. Na kama utafanya msanii gani? And why? Sasa sijui tunazungumzia kwenye upande upi. Upande ule hapa kuna mbenga na kuna bongo sasa. Sasa kwa kuwa sasa hivi tunaweza ongelea kwenye upande wa trend. Wa trend kwa ile nyimbo ambayo unafeel kwamba hii ukifanya na msanii fulani itakutoa kiplani. Kwenye upande, tuanze kwenye upande wa mbenga. Mbenga kwa sababu hapo ndio tuko mwingi sana watu wameanza bandi zao. Sema kuna vitu vya chini. Hiyo sasa ni chini ya carpet. Chini ya carpet. Ya na Ray. Mambo ya chini ya carpet nimepata habari. Na Ray. Anatoa na Ray. Ray yupi? Ray huyu mmoja tu. Huyu nani? Rayvanny. Huyu mwana huko kwetu. Kuna nyimbo yangu fulani anaipenda sana. Inaitwa Rayvanny. Yupenda nyimbo yako sana, inaitwa Kidawa. Uko na bongo song inaitwa Kidawa? Ilikuwa mbenga tu, lakini anaipenda. Mbenga Kidawa. Kidawa. Anaipenda na tushai piga story 1 2 3. Kuna mikakati fulani. Rayvanny. Tunaweza tukaifanya remix. Yo Rayvanny boy, karibu ndani ya mji wa Mwingi. Tuliko hapa Rayvanny boy featuring JB. Lakini sasa kwenye ndoto zangu sasa mimi nitokee siku moja nijione nimefanya collab na Diamond. Mambo ya haujui. Ndio somo wangu. Simba la Masimba. Somo wako yule. Kwa hiyo kwenye inspiration msanii ambaye anakuinspire ni Diamond. Diamond Platnumz. Tunashukuru sana kwa kuinspire kijana wetu. Jamani Diamond, message kwa Diamond na watuma wote akina Baba Levo, Mwijaku, nyote na watuma. Mwingi. Unajua Kenya kuna sehemu inaitwa Mwingi. Mimi namjua tagia watu wengi hawamjui. Unamjua toka anajitafuta. Mambo ya namjua sana. Huko enzi hizo ajulikana mtu wote. Mimi namjua sana. Noma. Kwa hiyo Diamond, jamani, Diamond tunakuomba kwa heshima kubwa mpe J-Lava collabo. Tumekuomba sisi, tutatoka maandamano Kenya, tutafunga State House, umpe J-Lava collabo. Kabla tupate collabo ya Diamond, tuongelee kwenye hizi nyimbo kiimba unaweka kwa mtandao, umeshasema kwamba YouTube. Tuongelee kwenye performance. Ushe perform any of the songs? Na kama ndio umeperform show ngapi? Labda mimi ikitokea unajua muziki wakati mwingine watu tunaotegemea sana biashara. Muziki unaofanya kama kitu fulani cha kufanya kama unajisikia. Unajua mimi wakati mwingine napenda kulisha muziki. Ndo unilishe mimi. Unalisha muziki. You feed music. Ukitaka muziki ufanye kama una stress au kusumbui una invest kwenye music. Kwa hiyo wewe una invest kwenye music. Mimi nishawahi kuandaa show zangu kama 2 hivi. Una show umefanya 2? Wapi? Moja ilikuwaga Musukini, sijui. Musukini. Kwa hapa Sombani. Alafu nyingine ilikuwaga Miwani. Zote West hizo. Zote West. Lakini nadhani nini iko Central. Nani Musukini iko Central kwenye Central. That's good. Kwa hiyo umefanya show Mwingi Central, Mwingi ya Kati na West. Nzuri. Sasa na December hapo nilikuwa nimealikwa na jamaa fulani hapa Migwani. Sasa jamaa Ngenga amekualika, Ngenga aule aspirant mgombea yule akakuinvite ama akakukokota pale kuokota. Uliokota pale ilikuwa biashara. Ngoja nimpe yake. Mheshimiwa Ngenga, kwa heshima tunashukuru kwa kumpa kijana upcoming celeb wa Mwingi kazi. Thank you very much. Ngenga ni aspirant wa Mwingi Central. Na
Mwingi West. Kazi yake nilitendea haki. Nzuri, ulitendea haki. Niliona piga show na kafili. Mimi kwenye kuwa mimi anifikii mtu. Baba. Hawa kambani hawa. Tuongelee show moja ambayo guys, this I'm announcing to you guys. This is very unique. So this guy here aliperform Mashujadi mbele ya rais. Mwingi. Mko hapa mnasema eti Mwingi ni ndogo haifai kwa city. We have an artist who performed in front of the president. Tueleze story ya performance ya rais mtukufu. Mbele ya rais mtukufu baba, attention amekuja, anakutazama wewe, piga wimbo yako. Bwana pale. So Masiara. Ukitaka wewe kama unashikaji na Kasolo. Atakupa habari. Pale so Masiara. Tupe habari ndogo. Tutatafuta Kasolo siku nyingine. Kwa leo sasa tupe process ilikuwa aje kwanza. Pale kwanza kwenye kurekodi. Tufike kwenye kurekodi. Ndio hapo umeangukiaje nafasi? Ulifanikiwaje? Ilikuwaje? Mimi nilionaga advert. Advert zile za audition. Zile auditions. Sasa mimi nikasema hebu niende nikajaribu. Kwa hiyo kitu unajaribu kusema kwamba tuko na msanii pale upcoming anaanza kujiinua. Akiona audition, wewe nenda fanya tu. Nenda fanya. Kwa hiyo baada ya kujaribu sasa mimi nikatoka zangu Nairobi. Nikawahi Migwani. Sababu alikuwa amesema mtu afanyie maeneo ya kwao. Sasa hata sikuja Central, sikuja hapa. Ukaenda Miwani. Nilikwenda Migwani. Sasa nikafanya kule. Sasa mimi kufanya hata waliniambia wenyewe. Unajua mimi wanajiamini. Sasa nilifanya baada ya kupiga hata tulikutanaga huko na Stella. Stella ndo nilimkuta amefanya ndo mimi nikaingia. Sasa Stella akaniambia wewe fanya. Kwa hiyo Stella ni wa Mwingi West. Mimi sikujua ilikuwa kueje, lakini alikuwepo yeye, alifanya pale. Beautiful. Sasa mimi nikapiga. Kupiga kwa jamaa fulani hapo alinifanyia interview kidogo kwa sababu ulikuwa unafanyiwa na nini. Akaniambia wewe umepita. Nzuri kwa ulivyo present pale. Akaniambia umepita. Nina imani umepita. Kweli. Hatuna mtu yote wa Mbenga kufikia hapo, kwa wewe utakuwa mmoja. Kweli. Basi shughuli ikaisha hapo. So nikaona watu wamepostiwa sababu walikuwa wanapost TikTok. Kwenye wanao perform. Sasa wao wakapostiwa, je hayupo. Noma. Sababu nilikuwa nimeambiwa jioni nitakuwa kwenye jioni nitaona chenye nimefanya. Kwa nikawa nasubiria sioni chochote. Kesho yake ilikuwa hapa Central, hapa Mwingi. Watu wakapostiwa, je hayupo. Nikaona wananitania. Hapa nimepoteza. Hapa mambo yameharibika. Wacha turudi zangu Nairobi. Hapa nimenoa. Mimi nikapuuzia tu. Sasa ilikuwa Saturday. Jumamosi. Jumamosi hiyo. Nikatoka zangu Nairobi. Nilikuwa na wahi kijijini. Kulikuwa na mazishi fulani. Sasa mimi baada tu nafika nyumbani naiona simu geni. Hello vipi? Ni fulani Monday. Unahitajika PPMC. Kwenye ofisi zao sasa. Huko State House. State House. Wewe umeenda State House? State House hii moja ya Ruto. Unajua ziko hiyo State House ni gate B. Nadhani ni B. Ni kubwa. Lakini vyovyote vile State House ni State House. Sasa nikashindwa vipi? Sasa mambo akaingia State House. Sasa Monday ndo tukakutana huko kupewa ratiba nini tutafanyaje nini na nini, kuongea na mshahara pia. Mshahara wa kuperform mbele ya Ruto, mshahara wa maana ama so Masiara wewe. Kwa hiyo pale umelipwa. Sasa guys, this guy was paid by the president to perform in front of him. Sasa like for real. Tukaanza mazoezi na nini. Mazoezi kwa long. Kurekodi hata nadhani tulirecord wiki kama 3. Wiki 3 kurekodi wimbo wa kuperform kwenye rais. Kwa hiyo una maana watu wana patient. Pale ukiingia lazima yani ukuwe na moyo. Sababu ukiwa na hizi roro unaziona na wasanii mbaya, unasepa mapema. Unakimbia. Sababu pale lazima utii. Hata siku ya kwanza unaambiwa hapa lazima ujitoe. Kama una mambo yako ujipange, unafanya fanyeje. Kama utoweza basi sema. Watu ni wengi.
tukutoe tumuingize mwingine. Kweli. So tulipiga tukamaliza recording. Ikawa ni kwenda kushoot. Shoot nadhani ilichukua siku 3. Shoot tena. Shoot. Noma. Aya, kukawa na rehearsals za hapo kwa uwanja. Kwa uwanja kwenye nalili pale. Tulikaa wiki moja. Pale kunaitwa Ithokwe Showground. Yes, tulikuwa gapi. Mkakaa wiki moja Ithokwe. Mnapata compensation kutoka kwa rais. Per day. Per day ipo. Per day ipo. Ama kwenye mshahara tayari. Unachezea mshahara. Ushalipo 1000 zako ngapi? Tutajia ama chana 1000. Kishachezea. Pale ni mabilioni. Unajua Ruto kutenga tu. Tumetengea Jailava bilioni 20. Perform. Watu wa mwingi unasema aje? Pale unaongelea mkwanje. So masiara. I see. Kwa hiyo ongera kwenye performance ile, ulichapa vizuri. Nashukuru sana bwana kwa nafasi. Fanya vizuri. Mungu ni mwema. Asante pia kwa kurepresent Mwingi. Nilipiga vizuri. Tashukuru. Kama kuna mtu yote alifanikiwa kuiona, niliwakilisha. Nzuri, niona. Mpiga white, jamaa, guys, this guy technically jamaa alipiga full white, alikuwa na kitu hapa na alikuwa ana insist mpaka president anasema, angalia anasema okay. Anasema Kenya nini? Sasa very good guy. Okay, tuongelee talanta. Tuongelee talanta. Uko na talent, I hope lazima uwe na talanta zingine tofauti. Una talanta zingine tofauti na usanii wa music. Mimi ni mwingizaji. Hicho ndo watu hawajui. Mimi ni mwingizaji. Ushaigiza before ama labda ushaikuwa na plan ya kuigiza before? Lakini plan ilikuwepo. Kukendaje? So mwenye alikuwa anatengeneza ikatokea bahati mbaya. Kapotea. Movie kapotea. Mwenyewe katangulia mbele za haki. Mwenyewe katangulia nani? Kanumba. Marehemu Kanumba. Steven Charles Kanumba. Huyo aliact Oprah, Big Daddy. Nyingi hizo. Huyo ndo kaondoka na. Nilikuwa na plan na kushoot na nanili. Kwa alikuwa anatengeza. Enzi hizo unajua Kanumba lazima alikuwa anatembea East Africa na kuja Kenya. Kwa hiyo akija Kenya wewe ndo alikuwa mwamba. Tour guide. Alikuwa mwamba. Mwanao yule sana. Sema Kanumba nimemtazama. Enzi hizo basi wewe utakuwa mzee. Tumeongelea miaka kweli. Na uzee wangu. Wewe mzee. Sema tu azeki mtu. Maana mimi Kanumba akiaga dunia. Azeki. Siku hata na ruhusa, sikuwa na makaratasi ya kutoka nje nchi kwa mdogo sana. Ilikuwa sina ID. Aliaga mwaka gani? 2013. 2012 sikuwa sina ID. 2012 ilikuwa sina ID. Maana ndio nilikuwa kwenye miaka ngapi? Nilikuwa kwenye 15. Basi toto mdogo. Wewe kitoto cha 2000. Toto mdogo. Kitoto cha 2000. Kitoto 2000 guys. Kitoto cha 2000. Tukiongelea swala nzima sasa ili la kuact na pia talent zingine. Talent gani ambayo labda uko nayo lakini hauitumii, haina maana kwako? Talent ambayo unaona kawaida au naichukia. Yaani hata hauna shobo nayo, wakati kuna watu wako na hiyo talent wana brag na wanasema my talent is this, but wewe unayo hata ushughuliki. Sasa gani? Ndo hapo sasa. Labda kupendwa na watoto wa kike. Kwa hiyo uko na talent ya kupendwa na watoto wa kike na ushughuliki. Baba. You guys, this guy technically has a talent of being loved with ladies and it is like, hey, what for? Talent. So vitu vyangu yani. So vitu vyako, so mambo yako. Kupenda na so mambo yako. Wanakaribia wakati. Okay. Music ndio nani talent yako na unatumia vizuri. Congratulations. Nyimbo ngapi so far sasa hivi? How many songs? Ambazo hiyo umechanganya mafaili kwa sasa hivi sina idadi kamili. Kwa hiyo unahitaji, unajua natoaga nyimbo mbili moja, so sijui manager anasema ziko ngapi. Tutapigia manager. Guys, this guy is very busy guy. Yes, manager. So manager should tell us. Manager should tell us nyimbo ni ngapi. But tuongelee ingekuwa wewe si msanii ama huko kwenye music, ungefanya nini kingine? Tayari mimi ni mwanabiashara. Mwanabiashara. Na napenda sana biashara. Mimi ni mtafutaji. Kwa hiyo ungekuwa mtafutaji. Ungekuwa si muziki unatafuta. Tafuta hela. Tutaokota. Guys, actually this guy is a businessman, is a musician, is rich. So guess what? Leo tunaokota the podcast inaokota live. So kwanza
karibu sana kwenye podcast. Nashukuru sana. Guys, sijakaribisha msanii wetu. Karibu sana kwenye podcast. Guys, pia nawakaribisha tena guys. Karibuni sana kwenye podcast. Nafanya kazi nzuri naona. Yes, hapa tutapanga vizuri. Kweli, Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Kwa pambana. Tutakuwa tunawaletea wasanii wengi na bila kusahau life is no easy. Kitu ambacho tumekianza hapa ni kitu ambacho kinahitaji management kubwa. So, behind the cameras tupo na team kubwa ya maana kabisa. Wamesema wao wanataka kuhakikisha kwamba Mwingi wanapata inspiration ukiwa behind the cameras. Behind the cameras tupo na Josh, creative team, bila kusahau John ndani ya building. Mkitaka tuwaletee interview ya drone, mkitaka tuwaletee interview baadhi nyingi tuwaletea. Bila kusahau ukiwa na kazi yako ya media unawaita. Mimi nilisema mimi niiteni kwenye MC, nitawasaidia. Karibu sana. Nimeona ushapata glasi ya maji. Najinywa zako. Mimi nakunywaga vitu vyetu na huru. Mimi unajua maji hivi vinaitwa, unajua maji ni wai. Maji wai. Maji wai. Alafu unajua kama unatumia sana maji. Wewe ni mzuri kwenye mapenzi. Sasa. So guys, I've not been good in love. So that's about water. From now onwards, I'll be drinking water so that I can be good in love. So guess what, guys? I'm posting her very soon as I start drinking water. And guess what, guys? Musanii leo amekuja na maji yake. It's very sensitive. Alafu, branda iko ya maji. Guys, mtu mwenye hii maji, kama unajua kwa Mwingi you sell water, give J Lover a work for marketing your water so that atoe brand ya maji anakuja kimarket brand, because this is a very big guy. Okay, nataka tuongelee music kwa sababu music is a business by its own kwa sasa, sio? Okay, music is a business on its own. Internet inalipa na CD ilikuwa inalipa. Between internet na CD gani ilikuwa bora? Binafsi nafikiri CD. Enzizo. Recording cassette. Mimi sikukutaga lakini nafikiri kwa jinsi ninavyoona sasa hivi mitandao na nini venye kunaendelea ni bora CD. Sababu msanii alikuwa anaingia zake studio anarekodi nyimbo zake anatoka na CD anaenda kutembeza yeye mwenyewe kwa anaingiza hapo anaanza kuokota. Unanielewa? Sasa hivi unatoa nyimbo una upload YouTube whatever lakini ndo ikupea hata shilingi moja tumia itakuwa ngumu. Sijui utaita mara ngapi. Kwanza tukiongelea kupea YouTube kukupea shilingi moja so far mtandao imekulipa? YouTube paid you. Kuna subscribers wangapi sasa hivi? Sasa hivi nadhani naelekea 1500 hapo. Kwenye 1500 kwenye 5k subscriber. Na imesha kulipa kiasi cha kutosha kulingana na investment ambayo umefanya? Bado. Na ni kipi kinakusukuma uendelee kuinvest katika music sana? Nadhani unajua muziki una ushetani fulani. Mambo ya muziki una ushetani fulani. Kwa unaweza ukawa na 1000 zako 10,000. Sasa unashindwa kufanya kitu cha maana. Labda kinaweza kikakusaidia. Kweli. Au labda ukafanya kitu nyumbani cha maana. Familia hata ikaona. Ukawekeza kwenye muziki. Na urudisha hata shilingi moja. Si ni ushetani? Ni ushetani. Yaani unakosa kujenga lakini video ya shilingi 50. Uko tayari utumie 1,100 kwenye muziki. Okay, kwa katika mtandao yote tuongelee, tuko na YouTube, tuko na Instagram, TikTok na Facebook. Which is the best paying app kati ya zote? Okay, sasa hivi FB iko sawa. Facebook inalipa kuliko? Hiyo ndo hatari sasa hivi. Facebook kwa wasanii ambao hiyo ndo hatari sasa hivi. Kwa wasanii ambao mnakuja, J Lover ni mtu ambaye kwa katika industry amepitia magumu, amepitia mazuri ya music. Ushauri wake ni kwamba Facebook inalipa. Facebook nzuri. Nzuri sana. Tuongelee nyimbo zako ambazo umeimba. Kati ya zote ambazo kwa njia moja nyingine umechanganya mafaili,
Na kwa sasa hivi kwa sababu ya schedule zako tight nini busy, haujui ni ngapi. Kumaanisha ni nyingi. Ni nyingi. Best song Zaidi ya 50 hapo. best song Best song. na kama 2. 2 best songs. 2 J Lover best songs. Ngombe Venze. Hiyo ni mbenga. Hiyo ni mbenga. Guys, Ngombe Venze. Angalieni Ngombe Venze. Ingine? Acha niweke 3. 3 Ngombe Venze. Report ya Judy. Report ya Judy. Na Mapenzi Chenga. Mapenzi Chenga. Kwa hiyo tuongelee hizo 3. Ngombe Venze. Ina maana gani? Ngombe Venze. Kwa nini? Ngombe Venze ni Heartbroken. So ilitokea tu ni uandishi. Sio eti kuna uhalisia. Ni uandishi. Ngombe Venze ni Ngombe Venze nilikuwa naongelea, si ndio nasema hiyo ni heartbroken. Heartbreak tuseme. So nilikuwa naongelea vile labda unakutana na mtu na nini, unampenda. Labda unaweza ukampeleka kwa wazazi nini, wazazi wanatiki wanasema basi ni mwenyewe. Kweli. Ngombe Venze. Guys. So inatokea yani mambo yanaingiliana, analeta za kuleta. Mbaya. So guys, check Ngombe Venze, tuongelee Judy. Report ya Judy. Report ya Judy. Hiyo ilikuwa ni uhalisia, nimeimba nyimbo. Kuna report ya Judy. Report ya Judy. Judy nani yako? Alikuwaga mpenzi wako? Mpenzi. Kipindi cha nyuma sana huko. Mpenzi wa nyuma, acha tumpe taarifa Judy. Judy. Dakika moja tumpe taarifa. Judy popote ulipo, tunakupea taarifa. Salamu zako tumepata na tuzitaji. Kama mnavyoona, Mwarabu yaendelea vizuri. Hiyo ilikuwa ripoti tu, hata tukua serious na wewe Judy. Ilikuwa tu ripoti tu. Sasa hivi tunaendelea vizuri. Ungejua behind the cameras. Anyways, tuendelee. Yuko mbali yule. Yuko mbali sana. Yule yuko mbali. Judy, Judy. Kama Shei niambia hata kama nataka Rolls Royce atanipa. Sasa yuko mbali yule. Wewe mwache. Mtoto mzuri. Yaani tuongelea watoto wazuri baadaye. Tuongelee nyimbo ya 3. Nyimbo ya 3. Best ya 3. Mapenzi Chenga. Kiukweli Mapenzi Chenga kweli hiyo. Anapiga mtu chenga sana. Hiyo inaumaga hiyo. Ni asubuhi tu. Inatokea mtu uliokuwa unamuita baby, unamwona shemeji. Naona cha kusema. Shemu tena rafiki yako tena karibu. Kabisa shemu. Yaani kama mimi hapa hivi. Unamkuta kwa jamaa. Tena mwanao kabisa. Mwanao yani. Mwanao juzi amekwambia shemeji yako mzuri anapika vizuri. Kumbe ya kulia bibi. Sasa je. No my nyie mwache kutukulia bibi nyie. So kwamba unaniambia sijui mchumba wangu mzuri, mwisho wa siku sijui umemla, sijui ndio mimi ndo as from mimi na upgrade kutoka cheo cha nanili inaitwaje? Kutoka cheo cha baby mpaka shemegi kweli. Nanili aliwaimba. Nani Aslay? Aslay iko hivyo. Aslay aliwaimba. Iko hivyo. Shemegi surely. Yaani asubuhi sana. Si mbaya. Anakukuta. Hiyo mbaya. Guys, tukiendelea kujadiliana kuhusiana na music yako, unaona career nzuri, music nyingi. Nadhani umepitia challenge kadhaa. Challenge ni gani? Na ukiongelea challenge umepikwa aje ama umehandle aje? Mimi kinachoniumizaga sana kwenye muziki. Muziki una kasfa mbaya sana. Muziki una kasfa sana. Wanamuziki huaga waaminiki na watu. Yaani wanasusiwa vitu sio nzuri. Sababu unaushishwa na vitu ushirikina. Kweli? Yaani ukiwa kwenye music unahusishwa na ushirikina. Kwa hiyo unakuwa mshirikina ukianza kuimba? Mimi. Wewe ushahusishwa kwamba wewe mshirikina kwa sababu ya kuimba? Sana. Wakakwambia wewe mshirikina? Hata nikaambiwa nafunga majini, sijui. Niko Illuminati. Mimi nishaambiwa kila kitu yani. Illuminati sasa. Oya, unaamini Illuminati ipo? Ipo Illuminati? Mambo yapo bwana wewe. Mashetani yapo? Yapo. Kwa hiyo shilingi ngapi kuingia? Sasa kwenye kuingia sijui kwenye shilingi ngapi. Mimi sijui. Lakini unajua ipo. Najua yapo. Kuna mtu ashaye kuapproach akwambia ingia chama wewe kama Diamond? Sijawahi. Haujawahi? Sijawahi, lakini watu washeni cheki.
Umekucheki mtu anakucheki DM anakuambia bwana mimi nataka unisaidie na hili. Nisaidie mwanangu, unajua ushafuga mashetani sana. Bwana nataka na mimi nataka nitoboe. Mwanangu. Unanielewa? Unajua una majini ama nichukue mimi niwe jini ama mamangu mchukue awe jini. Unakuja anakuambia hivyo. Kwa mimi huwa nadhani au nafikiria haya yote yanaletwa na usanii. Kwa kuwa kwenye music unapiga look yako smart. Hebu ngoja kwanza tuongelee music. Hii swag yako gold, dhahabu au maana hamna cha bure hapa. Dhahabu hiyo. Yani ndo yale. Hebu tuoneshe kwenye kamera hivi. Onyesha kwenye kamera baba. Hiyo saa shingapi? How much? Hii 40 yako imekwenda hii. 40,000. Simu zangu 3. 40 yako. Simu yangu 7,000 mara 3 40,000. Pete hizo. Pete hizi. Alafu nawe soko pete hizi. Kwa na pete hizi mwanangu tayari. Hizi zote 10. Tayari $10,000. Hizi zote sasa mwanangu na hiki kwenye nini hapa? Hiki ni cha nadhani 7. Kwa hiyo kwenye nalili 100k hiyo kwenye tu bango hizo zangu. Unajua usanii ni gharama. Kwa hiyo wewe na hivi umevaa hivi vitu ukoshua mtu atakikuona atasema unayo unafuga majini. Sio atasema ndo maana zinachangia. Okay, kwenye recording music na kwenye shooting video ni challenge gani kubwa? Ama labda ni msanii akitaka kuanza aangalie kwa angle gani hakikisha kwamba akisoti vipengelevu vile vitatu atakuwa sawa? Kwenye angle gani ambayo labda msanii anafaa angalie ili akuwe amesoti kwenye kurekodi? Challenge alafu solution. Kwenye kurekod ni mimi nadhani sana ni maproducer. Producer ndo unanili. Ukiwa na producer amana umepita. Unaweza ukawa na afu unaweza ukawa na nyimbo yako ya maana au nyimbo yako nzuri tu. Unaingia studio. Unajua wakati mwingine, unajua siku hizi watu wamekuwa wavivu sana. Hata maproducer wenyewe wanataka kupita na chepesi. Na upepo yani. Chepesi au kamserereko yani. Unaweza ukampa beat yako kali au ulikuwa na nyimbo yako kali, lakini anaiona labda itampa jina zaidi kasi ama yani itampa vipengele. Sababu kuna vitu vya kujifunza. Na unajua ni idea yako imekuja, ni idea yako ile. Anakugeuza wewe. Anakuambia hii nyimbo ungeimbia hapa au ungeifanya hivi. Sasa yeye anataka kupeleke kwenye urahisi. So unapata ile psyche ulikuwa nayo ukiandika ile nyimbo unajua imepotea sababu umetolewa kwenye feeling yako mwenyewe. Umepelekwa kwa feeling yake ya producer mwenyewe. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mtu akianza kutoa nyimbo atoe kivyake hata kama iko boring. Atoe kivyake. Hiyo ndo sasa hiyo ndo bora tu anajiamini na anaamini alichokiandika. Hiyo ndo itabamba. Ajitoe kivyake, music atoe kivyake, asisikize producer asimchange kwenye. Washauriane tu. Yani lakini kumtoa mtu kwenye engo yake. Au kwenye alikuwa labda na melody yake ilikuwa na unataka vitu vyako wewe umezoea au unamwambia hebu tuchukue beat ya mtu fulani. Acha nikufanyie beat ya mtu fulani. Itauza haraka. Unaona? Kwa wakati mwingine wanachangia hata hizi copyright. Maproducer wanachangia sana. Copyright. Okay. Nadhani kufikia hapo penye umefikia sasa hivi uko na kuna watu wamekuwa advice. Tusiongelee advice zote. Tuongelee the best advice ambayo ushaipewa. Na nani alikupea advice? Kuna mzee mmoja anaitwa Sakei. Sijui kama unamjua. Wapi Sakei? Sakei ni wa Metaboni sijui. Shout out to Sakei. Yeye huwa anaimba hizi ni wa kitambo hizi rumba hizi za Kenya. Nadhani hata ushaisikiaga kwa Ken nyimbo za Ken hizi rumba zake. Akisema yeye tawe Kenya kondo sio wake Sakei. Huyo mzee sasa. Anatambulika mpaka na sana huyo mzee ndio alikuwa anamchezea huyo. Sasa nishakutanaga naye. Tukaongea tu. Mimi napenda sana kuongea na wazee. Communication na wazee. Mimi nina uhusiano mzuri sana na wazee. Sababu wazee huaga wana maneno fulani anaweza akakusaidia. Sasa mimi aliniambia
Ubaya. Ubaya. Mtu ndo ufanyaga mtu mwingine aonekane mbaya. Kwenye umeitwist fumbo hilo. Ubaya. Ubaya. A bad thing or badness. Ubaya. Bad, mimi na translate. Ubaya unatafutagwa na mtu. Badness is looked by a person. Ubaya unatafutwa na mtu. Ubaya yani mwanadamu anakuwa yupo lakini yani hatosheki na uzuri unaoendelea. Mtu unafanya kitu kizuri lakini yako pale anatafuta kitu kibaya, anatafuta tu ni kama kuna psychology mmoja alikuwa na karatasi ya white, akaandika doti, akamwambia the problem. Mtu akaangalia ile doti lakini akuangalia white ambayo iko pale. Kwa hiyo mtu anatafuta ubaya. Jamaa anaitwa Sake. Asante sana Sake. Sasa kanambiaje? Ukitenda mazuri uwe anazunguruka, yanakukuta mwenyewe. Karma ile. Ukifanya mabaya anafanya hivyo hivyo, yanazunguruka na kukuta. Na akikukuta wakukusaidia kuagi. Noma kweli. Unaweza ukazunguka kwa mapasta, mashe, yani popote pale. Kama umefanya baya na kurudia, hata ukienda kwa mganga. Inakujanga na ubaya sana. Kwanza inakuja wasi. Sababu unalipwa. Unalipwa. Kuna msemo anasemaga what you do to others shall be done unto you. Msemo wa Biblia. Anakuaga malipo. So anakufinya sana. Huo ni ushauri wa nani? Wa sanaa. Anaitwa jamaa anaitwa Sake. Ni mzee ana maneno ya kima sana, maneno yanajenga. Now tuko hapa na J. Tuko hapa guys na J Lover B. Tuko na J Lover B ndani ya podcast. J, dakika moja tu na wewe nataka ushauri upcoming ama mtu ambaye anakuona kama role model. Mimi ushauri wangu, ukitaka kufanikiwa au kusaidika katika hii dunia, jikite sana kwenye mambo yako. Turudi kwenye nikite. Maana nikite mimi najua. Translate kujikita. Yani ni kuhangaika. Yani ushungulike sana na mambo yako. Yani ukwame, ushikilie yako chenye unakifanya kabisa hivyo. Yani ukomae na kitu chako. Ushauri huo jamani, je anawapatia ushauri. Ukomae na kitu chako. Na mambo ya watu waachie watu wenyewe. Sababu watu hawawezi. Kweli. Watu wanafanya mambo mengi. Labda unajifanyaga unajua mtu lakini haumjui. Kweli. Kwa watu wakijikita au wakishughulika tu na mambo yao, na waache kufikiria watu wengine au labda fulani anafanya nini. Bwana fulani kafanyikiwa, kafanyaje. Kwa ukijiuliza wa maswali, utakufa mapema. Kweli. Au kufa maskini. Sababu wewe unahangaika, bwana fulani kapanda. Bwana fulani alikuwa naye juzi. Sasa wewe hebu wewe jiite mkutano, jiulize sasa natakiwa nifanye nini ili nitoke hapa niende sehemu fulani. Ladies, kwa utasaidika. Lakini ukiishi fulani aliingiaga sijui fulani sijui kafanya, utakufa maskini. Kwamba ladies and gentlemen, ushauri wa msanii ambaye anafanya vizuri ndani ya Mwingi, hiyo laja Mwingi yote, J Lover B. Nitamuita B maana mzoefu sana na mbora katika kazi yake. Amekushauri ama ametushauri jioni leo, kita kwenye mambo yako. Na ukaongezea ukasisitiza kwamba yasiyokuhusu yaachie wenyewe. Yasiokuhusu waachie wenyewe. Yasiokuhusu hayakuhusu. Ya J Lover mwachie yeye mwenyewe. Najua mwenyewe, naweza mwenyewe yani. Yeye mwenyewe anajua alitoa wapi na ripoti ya Judy, anajua aliachiania wapi. Yeye anajua alitoa, ameimba nyimbo inaitwa Jeni, anajua ametoa wapi na Jeni mpaka akamuimba. Ameimba nyimbo inaitwa hiyo ya Heartbreak, umesema kwa Kizungu inaitwaje? Ngombe Venzi, anajua Ngombe Venzi ilifanyika Ngombe Venzi wapi, yeye mwenyewe anajua. Nyingine inaitwa Mapenzi Chenga, anajua alimchengaji. Yasiokuhusu
Kushti matusi nisijibu. Tuongelee kwenye industry ya music. Ni nini ambacho unafikiri kwamba ukikibadilisha wasanii wajao na waliopo watasaidika? Copyright. Watu kupiga copyright. Lakini copyright simlishindwa juzi. Mimi hata nachokiona muziki sasa hivi unavyokwenda hautakuwa maana tena. Muziki ina maana sasa hivi unavyoelekea. Ndio maana hata sasa hivi ukiangalia mashabiki wanaimba sana. Mashabiki wenyewe? Wewe. Unapata kwamba wanaimba tu. Sasa hivi mtu yote anaingia studio. Bora tu kuna beat fulani unaijua au lisikiaga, wewe ni kuingia tu utafute vitu vyako. Uandike zako. Bora si uko na melody. Jeni unaweka si uko na melody. Si uko na melody. Sasa wewe ni kuweka vitu vyako vya kipuuzi. So watu wamekuwa wavivu sana kwenye utunzi siku hizi. Na hawataki kuchoka. Hawataki kuumiza akili kuandika nyimbo. Kweli? Mtu ushisikiaga beat ya mtu fulani, wacha ni jaribu. Haya. Kama kuna kitu kinaweza kikafanyika, hilo jambo likakufa. Muziki unaweza ukawa copyright. Nimeongelea kwamba copyright ndio kitu ambacho utakichange. Tupe solution. What is the solution? Una solution. Kwa hiyo hatuna solution kufikia sasa. Labda kuna kitu labda kitakuja au kuna jambo fulani litafanyika au mfumo fulani utakuja, utatuambia. Kwanza kwa kuwa umesema kwamba mfumo ambao utakuja tubadilishe nini, ambia watu page zako za Facebook, Twitter, Instagram, ili huo mfumo ukikuja ututangazie hapo. So guys, this is what we're going to do. We are going to follow J Lover Bey. Amesema shida ni copyright. Na anatupatia solution, lakini amesema solution itakuja. Kwa kuwa hatutakuwa naye kwenye podcast, tunampea ruhusa, tutamfollow kwenye mitandao yake, alafu atakuja siku moja usikilize ametupea solution. Mitandao. Mimi kila pale naitwa J Lover Baby. Kwenye mitandao hiyo. Kisearch tu J Lover Baby inakuja. FB page ni side gani ambao kuna follower wengi zaidi? Adhan TikTok. TikTok follow nyingi. Guys, follow this guy. Na FB sijaangalia lakini nadhani wapo. So guys, follow this guy. It's amazing guy. He's doing amazing in music. Cha kufanya tumfollow, atatuambia solution ya music copyright issue. Brother. Tuko na show tarehe 18. Ndio. Tarehe 18 tuko na Mwingi Stars show. Nadhani umekuja kadhaa. Nimekuja. Na shows zote ambazo tumefanya zimekuwa tumekuwa don't care. Hata kama ni mtu aliimba ni shabiki anaimba tu. Mtu hata kama ni nyimbo mbili anaimba hizo tu. Kutoka 2 years down the line. Na wamekuwa narudia nyimbo, wengine wana copyright. Kwa this time around tukasema tufanye show ya kuencourage wasanii ambao wanachipuka. Na kwenye kufanya hii show lazima tungetaka support na lazima tukifanya tofauti. Kwa sababu tuna encourage wasanii ambao wanachipuka, lakini pia tuna involve upcoming wetu ambao wamefanya vizuri ambao ni local artist. Na kwa njia moja nyingine tunaleta Kaiwa Superstar. Tutakuwa nakuja kuperform kwa niaba ya bandi zote ili kuzencourage. Tuko na Bone Star Kid ambaye ni Gen Z ambaye anafanya vizuri kwenye upande wa urban music. Nakapenda ka jamaa. Nitakuwa pale. Tuko na Simba Munata anafanya vizuri kwenye upande wa Hongla. Sio kiongozi wa Hongla lakini anafanya vizuri kwenye Hongla. Atakuwa pale na wengine wengi ambao tuna plan kuwa nao, na baadhi yao pale chini tuko na kadhaa ikiongozwa na wewe pale kwenye music, kwa sababu umekuwa kufanya vizuri kwenye music industry. Lakini pia show hatuwezi fanikisha peke yetu. Ni kweli. Tuko na watu wanaitwa sponsors ama partners. Tuko na timu ya mkopo hapa Mwingi. Tuko na jamaa anaitwa Samtush, ana deal na wifi. Tuko na jamaa wangu, rafiki yangu sana, mtu wa maana kabisa by the way, Patonic Cyber. Tuko na Nasia Beauty. Tuko na Obitech Designs, ana deal na kudesign branding, printing and everything. Na pia bila kusahau tuko na JLB, ambayo kwa njia moja nyingine tunashukuru
JLB kwa kuwa sponsor, ambayo JLB inahusika na upcoming. Ni kitu kikubwa ambacho kinakuja. Naomba utuelezee JLB ni nini na inakuja kwenye angle gani. Kwanza JLB, what is JLB? Maana tumeona pale kwenye poster, nadhani kwenye poster tumeandikiwa JLB Music. Tuongelee JLB Music. JLB Music itakuwa studio nzuri tu. Na itakuja na mfumo kama wa label. Ni label inakuja. JLB, it's label coming up in Mwingi. Nina wazo na naendelea kulifanyia kazi. Very good. Siku so nyingi itakuwa nachukua vijana wasanii wana record, mtu namsimamia. Okay. Namsimamia kama Wasafi. Kama Wasafi. Bora tu unajua huku kwetu hawelewe kagi. Mwingi. Hawelewe kagi. Lazima mtu akue serious. Tumwangalie vizuri, tumchanganue na nini. Ndio tu tukimchukua tujue tunachukua nini. Okay. Na tunatengeneza nini. Kweli. Kwa hiyo JLB is a recording label coming up. Na kwanza na pili, 3, 4, 5, nishukuru sana kwa kusponsor the show, by the way. God bless you. Tunaiombea sana JLB. Tunaikaribisha. Ukiona mwenzako ana udhubutu na uko na uwezo kweli wa kumwambia hapa 1, 2, 3, hebu jisukume, unafanya kweli. Na tunashukuru binadamu kweli. Jamani, this J Lover B is a musician. Aliona kwamba for the past 2 years tumekuwa tukipambana sana, na amekuwa akikuja, sometimes amekuja kama artist, na guys si siri tumekuwa tukifanya show, na kwa kuwa si personally kama leading organizer siwezi lipa kila msanii, naambia mheshimiwa anakuja na peana dhao. JLB has been there, has been coming, but this time around kanaambia bro hapana, kama ni idea tofauti naomba ni support, naomba niingie kama sponsor, kama partner, ili niuze brand ya JLB, ili tu introduce kwenye community, tu introduce kwenye upcoming, tuwasaidie na wao wajaribu kuinua talent yao. So JLB is coming to make sure that kwa njia moja nyingine wewe ambao unaanza anaweza kushika mkono. The only thing you need to do ni tunasubiri. Tumesema tunamfollow JLB. Amesema kila pale ni J Lover Baby. Tulikuwa tunamfollow kwa sababu ya kutupea solution ya copyright ambayo amesema itakuja baadaye. Lakini sasa hivi tunamfollow tukingojea JLB ifunguliwe. JLB possibility ya kufunguliwa mwaka gani? Nadhani mwakani. Mwakani kabla mwaka hujaisha huo. Na pole guys, tunaongea Kiswahili sanifu. Mushti. Mwakani ni next year. Mwakani ni next year. Mwakani? Mwakani kabla election ya Feb hapo. Kabla ya Feb mwezi wa pili. Nadhani kila kitu kitakuwa kimetimia. Nimesahau kuuliza swali moja. Je, kwenye music kutoka uanze ushaifanya album launch? Sijawahi kufanya. Na una mpango kufanya album launch? Na mpango. Nataka kuandaa. Nataka niandae shughuli kubwa sana. Lini? Nadhani mwaka huu. So ladies and gentlemen, mwaka huu we are inviting you to JLB album launching ambayo inafanyika mwaka huu. Tumesema recording ni mwakani. Yaani mwaka unaokuja 2027 February tutakuwa tuko na JLB Music. Kwanza nishukuru sana. Nashukuru pia kwa time yako. Thank you very much. Pia nichukue fursa hii. Ningeanza mapema kuwashukuru, but nichukue fursa hii sana kushukuru. By the Jay, kwanza podcast imekuwa ngumu kwangu. Imekuwa ngumu. Kila kitu mwanzo lazima kisumbue. Ni idea ambayo ilikuja na nilikutana na Josh Creative na Johnny ambao wako behind the camera. Nikamwambia podcast tuweza anza. Lakini nilipoenda kuangalia kwenye online, kaangalia budget ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo nilibidi niwageukia rafiki zangu ubavuni. Kwa hiyo naomba tu, inajua ni interview yako, kinaomba niwashukuru tu kwa dakika moja. So guys, I need to thank
these people for helping me start the podcast. Although bado tujaanza vizuri, tuko na budget kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaenda live. Hii tuna record sasa, hii tuna post after recording, but the plan is tuanze kwenda live moja kwa moja, mna comment pale kwenye comment section. Live ilileta shida, ilizima simu. So currently tumepata we don't have enough equipment to go live. Hata za TikTok inakuwa shida, but we're planning to do more. For now, kufikia penye nimefikia, gharama imekuwa kubwa sana, lakini nashukuru marafiki zangu ubavuni, nikianza na manager Charles Kadhuli wa M-Corp. Asante sana brother. Patonic Cyber, thank you very much for the push bro. Obi Tech Designs, my brother from another mother, thank you very much. Na hao wengine ambao tunaendelea kushirikiana, kina Morris, Naomi Kavula, by the way nikosa kumention Naomi Kavula itakuwa mbaya. So Naomi Kavula, thank you for everything, so far so good, we are hoping for the best. Na kila mtu maze, thank you very much. Safari ni ndefu, a lot is coming. Thank you for akina Mutanu, akina Aleki, akina Kennedy Wambua, huyu Kenny Sainte, mko wengi maze, thanks maze kuni encourage. Hii interview tumefanya usiku, by the J wamekuwa kingojea hii interview, hii podcast tumeplan kutoka asubuhi, lakini tunaifanya sasa hii. Unaweza zoom hii simu yangu hata waone ni saa ngapi. Mambo ni mengi, lakini mwisho wa siku imetimia. Maze, hebu zoom waone ni saa ngapi guys. By the way, this is just Josh Creatives. Tuko saa 4:30. Inaonekana tuko saa 4:30 guys. J Creatives wamehakikisha tunakaa ni kama tuko mchana. So thank you very much guys for waiting. It's here, but it has been tough and plan is nyingi. Kwa sasa hivi nakushukuru sana Jay. Thank you for coming up. Na asante kwa kuencourage wasanii. Naomba Mungu uendelee ukiona mwingine ambaye ako na effort kama zangu, msupport. Na ukiona mwingine labda anahitaji pia support yangu, niambie Kimanzi, na msee nimeona yajituma tumsupport. Brand ziko nyingi, tuko na brand nyingi za kusupport. Nataka nikwambie kitu. Watu wana ndoto kubwa sana. Lakini zinafia njiani. Kweli. Sababu ni unakosa mtu wa kukushika. Kweli. Lakini sisi watu tulivyo, kweli, hatupendi kushika mtu kwa chini. Mbaya hiyo. Tunakimbizana na mtu yuko juu. Wakati kuna mtu yuko chini, anahitaji. Kweli. Anahitaji. Yaani ako na hiyo hitaji ya kuinuliwa. Huyu yuko juu, anajiweza. Kweli. Hiyo unamuongezea ni kama peni kwake. Lakini unataka ile credit, sababu akona nyuma yake ana watu wengi. Kweli. Lakini huyu yuko chini, ana yoyote. Kweli. Tunafanya watu wengine ndoto zao zinakufa bure tu. Mtu alikuwa na ndoto kubwa, alikuwa na kitu chake kikubwa, lakini inakufa tu. Unachojaribu kusema ni kwamba tujitahidi kusupport walio chini zaidi. Ukiona mtu akona udhubutu, msupport. Walio chini tuinuane. Kwa hiyo sasa hii tunaamua kwamba tuna support the upcoming, tuinuke, kwa sababu tunaenda support mtu mkubwa. By then nimeona hiyo msanii mkubwa anasumua kama 20k, animation kama kitu cha kawaida, eti hai ndo meangilimba ona ndo meangilimba mobea nani, sababu anazo yani sio kitu kwake. Na kuna mtu kimtumia 20k kwenye ground anaweza influence watu wengine wengi, na heshima iwe kubwa. Hata mtu kumpa 2000 unaweza fanya asilale, yani kweli anafeel kwamba I thank you, God bless you, yani hata anakuombea kweli. Lakini kuna mtu unamwekea 20k anadharau. Anasema sasa mtu amenioneje? Mbaya. Wakati kile kitu ni kimoja ulichokuwa na kihitaji ni kimoja. Kweli. Tukiwind up, naomba kama kwa dakika moja tu uongeleshe watu, kama labda kwa njia moja tumesahau kitu, unaweza kigusia tu tukiwind up ili tuweze kumaliza podcast yetu. Unajua mambo ni mengi. Kwa dakika moja tu wind up. Lakini nadhani mimi nimeongea vya kuongea. Okay. Wakunielewa amenielewa. Kweli vizuri. Na maneno haishagi. Kweli. Labda nimeongea kitu kikamkwaza mtu. Mimi naomba samahani. Mimi ni binadamu tu. Tunakoseaga. Alafu tunakosea kila siku. Kweli. Kama kuna mtu yote labda nimemwingilia upande wa pili, naomba samahani. Hapa tulikuwa tunaongea tu maneno ya kawaida. Na kikubwa tunaomba support. Kweli. Sisi support wale mbali hiyo. Sisi tunaendelea kukua tu. Alafu tuna ndoto kubwa sana. Tunahitaji watu wa kutushika mikono. Kweli.
Jamaa anakuambia hapa hivi. Mimi na nyimbo ngapi? Sijawahi toa hata video. Kweli. Kwa nini? Sababu kuna audio pekee yake, toa video, mmetoa video. Nishaitoaga moja ya bongo sasa. Ya bongo Lakini kuna kitu wanakiangalia. Unatoa nyimbo. Viewing inakuwa ndogo. Sasa mimi naekeza 1000 zangu kama 50. 50,000. Itanisaidia nini? No, na views ziko chini. Kwa hiyo sasa hivi una invest kwenye audio kwanza wacheza audio. Kwenye music, urelease nyingi. Wacheza audio. Tuhitaji support. Na sweat sina uwezo wa kushoot. Lakini unaangalia. Kweli. Si ndio? Kweli. Kwa nadhani tunahitaji sana support. Kweli. Support. Alafu ni kitu cha bure. Support. Alafu wasanii tunakuwa kwa kusapotiwa. Kweli. So naamini watu wapo wa kusupport. Wapo. Kwa hiyo guys, ambacho ametushauri cha mwisho J Lover B anasema kwamba tunaomba support yenu sana guys. Mimi siko kwenye music. Mimi niko kwenye MC, niko kwenye event organizer. Nimeingia kwenye podcast. Tunaomba tu support guys, support us. Hatuna ubaya. Chini ya ardhi tumekuja na mavunguni tutakwenda. Tunaomba support yenu. Na kwa heshima kubwa sana naomba kwa ruhusu, mkiwa na msanii mwingine ambaye mnamhitaji, tuandikie kwenye comment section. Kwenye hii channel pale chini, subscribe, comment. Hata kama utaweka tu vitu za moto ama za love, tukue engaged, tujiwanie pale kwenye comment na tuendelee kusupport. Bila kusahau subscribe to J Lover B YouTube channel na mitandao yake yote, bila kusahau pia behind the cameras Josh Creatives mazee. Support these guys, are doing amazing job. They are taking things to another level. Na tukiona tumefanikiwa mazee, tutawasahau na tutainua mwingi. Idea yetu yote ni kuinua mwingi. Kwanza hii podcast ni kuinua mwingi. Msisemange mwingi ati hatuwezi pata story ya msanii hata kama tunampenda. Mtapata sahi because we have started. We are not starting because we are bragging about it, but we are starting because mwingi needs this most. Mwingi needs podcast zianze. Na mwingi needs wasanii pia waendelee. Na wasanii, they are not doing that for themselves also. Sahi mwingi is proud that kwa nani? Kwa archive ya president pale State House ameandikiwa kwamba kuna msanii aliimba kwenye stadium, kwenye Mashujaa Day, na alikuwa wa Mwingi. So Mwingi is in the map, not because JD wanted it for himself. He wanted just is from Mwingi. So I go and sing and represent my Mwingi people. How do you being presented? Pay him nothing. Go subscribe on his YouTube channel. Na Mungu atakusaidia. In the meantime, tukutane kwenye next podcast. We out. Wow. Right?